ورحمة الله وبركاته. حمدا لمن حكم فأحكم وقضى فأبرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد جامع العلوم والحكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم جامع العلوم والحكم، وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والهمم. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, katika jalsa yetu leo tunazungumzia silatul rahim, kuunga kizazi, ikiwa ni moja katika awamilu izdiyadi rizq, miongoni mwa sababu ambazo huzidisha riziki na humbarikia mu'min katika mambo yake. Moja ni kuunga kizazi, silatul rahim, mahabbatul ahli wa barakatul arzaq wa tulul umr wa daf'i maitatu su wa ijabatu dua. Anayeunga kizazi basi anapendwa na watu wake, mahabbatul ahli, na vile vile barakatun fil arzaq, huwa na baraka katika riziki zake. Daf'u maitatu su, kuunga kizazi ni moja hukukinga na kifo kibaya. Kadhalika vile vile ijabatu dua, kujibiwa dua unazoziomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Misdaqu dhalika alhadith alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Ushahidi wa haya tulieleza kwamba unapounga kizazi, familia hukupenda, watu wako hukuombea mazuri, upata baraka kupitia kwa dua zao. Kadhalika vile umri wako unakuwa mrefu, unakingwa na maafa na kifo kibaya, kadhalika vile na kujibiwa dua. Ushahidi ni hadithi ya Anas, imo ndani ya Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Mtume anasema, man ahabba, anayetamani, anayetaka, an yubsata lahu fi rizqihi, akunjuliwe riziki yake, abarikiwe katika riziki yake. Wa yunsa lahu fi atharihi, na akingwe na maafa. Yunsa lahu fi athari ay yuakhara lahu fi ajalihi au yuzada fi umri, yani azidishiwe umri wake. Falyasil rahimahu, afanye jambo moja, aunge kizazi chake. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika vile vile imekuja hadithi katika Sahihu al-Jami', hadithi ya Amr bin Sahal radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema, silatul qarabati mathratun fil mal, mahabbatun fil ahli, mansa'atun fil ajal. Silatul qaraba, kuwaunga jamaa zako au mtu kuwaunga jamaa zake, ni moja ya sababu kukuza mali kwake, yani huwa upata utajiri, mali nyingi. Mathratun fil mal, kisha mahabbatun fil ahli, ni sababu ya kupendwa na watu wake. Kadhalika vile vile mansaatun fil ajal, unakingwa na balaa nyingi na maafa mengi, yani umri wako unakuwa mrefu. Tukija katika Sunan Tirmidhi tutapata hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, jifunzeni nasaba zenu, kuzijua nasaba zenu iwe urahisi kuunga kizazi, kuunga vizazi vyenu. Fa inna silata rahim mahabbatun fil ahl, mathratun fil mal, mansaatun fil athar. Unapounga kizazi basi unabarikiwa katika maisha yako, unafungukiwa, mali inakuwa nyingi kwako. Kadhalika vile vile umri wako unakuwa mrefu. Katika Musnad ya Imam Ahmad na Shu'ab al-Iman ya Imam al-Bayhaqi imekuja hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema, silatu rahim wa husnul khuluq
wa husnul jiwar yu'ammirna ad-diyara wa yazidna fil a'mar. Silatu rahim, kuunga kizazi, wa silatu rahim na kuunga silatu rahim, kuunga kizazi, wa husnul khuluq na tabia njema, wa husnul jiwar na kuwa na ujirani mwema, yu'ammirna ad-diyara, kuimarisha majumba, wa yazidna fil a'mar, na uzidisha umri. Yani mtu anapotaka furaha nyumbani kwake, maelewano na familia yake, yeye na mkewe na watoto wake, na baraka katika maisha yao na umri mrefu, kwa hadithi ya mama Aisha ni kwamba wewe watakana uunge kizazi na uwe na ujirani mwema, uishi na watu vizuri na uwe na tabia nzuri. Ibn Tin rahimahullah anasema silatu rahim takunu sababan litawfiq litaat wasiyanati anil ma'siyah. Anasema Ibn Tin rahimahullah, kuunga kizazi takunu sababan litawfiq, huwa ni sababu kubwa sana mtu kuwafikiwa litaat, kufanya mambo mema, wasiyanati anil ma'siyah, na mtu vile vile hulindwa na kufanya maasi. Yani moja katika sababu unakingwa na Allah kufanya maasi ni kuunga kizazi. Kisha anasema mtu akiendelea hivyo, yabqa ba'dahu adh-dhikru al-jamil, ubakia sifa zake nzuri na fakaannahu lam yamut, kama kwamba yule mtu mwenyewe hakufa. Yani katika familia kila mmoja anamkumbuka, kila mmoja anamtaja, kila mmoja anamwombea khairi kule alikokwenda, kama kwamba bado yuko hai. Haya ni baadhi yaliyoelezwa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu faida ya kuunga kizazi. Tuachie hapa, kisha jalsa itakayokuja tuzidishie mengine ambayo tuko nayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.